Kama una account ya CRDB au NMB, kaa chini kwanza. Beef linaloendelea mitandaoni ni kubwa kuliko unavyodhani. Hii sio beef ya wasanii au wanasiasa. Hii ni beef ya benki zetu wenyewe. Kwa mara ya kwanza, benki zetu zinaachiana vijembe mitandaoni kama Pepsi na Coca-Cola kule Ulaya. Alianza NMB, akaposti picha akiandika kwamba still undisputed Tanzanian #1 bank, 1 trillion shillings record in profits. Akisema kwamba yeye hana mpinzani kwenye masuala ya benki. CRDB baada ya kuona NMB wameposti hicho kitu, wakaamua kuandika true champions don't celebrate rounds, they build legacies, the final bell hasn't rung. Wakimaanisha kwamba watu wanaoje kupigana hawasherekei raundi moja, lakini kengele ya ushindi bado haijalia. Walikuwa na mtroll NMB. NMB akakausha, lakini baadaye akasema ngoja nijipostie ka product kangu kapya kanaitwa Peta na Pete, gusa lipa usebe. Nadhani NMB wana product sasa hivi ya Pete ambao ukigusa unalipa kila kitu. Akajipostia kwa kadri yake safi kabisa. Basi bwana, CRDB wakaiona ile post ya product ya Pete ya NMB, wakatuma kapicha na kamesema Swaiba she said no, yani kwamba amekataliwa kutoa product yake ya Pete. Wakaweka picha ya mwanamke ambaye anakataa kuvalishwa pete, wakimjibu NMB. Selcom akaingia beef hii kwa mlango wa nyuma, akaposti kwenye page yake. Wao wakifikiria faida kwao, sisi tunafikiria faida kwako, akiwaponda NMB na CRDB kuwaza faida bila kuwakamsahau mteja. DSB akaingilia dirishani akasema sikubali na mimi naingia. DSB akaposti ka page amesema mwenye mji anaangalia pambano, yani NMB wakiwa wanapambana na CRDB, yeye amekaa kwenye kiti DSB Commercial Bank. Huku na huku NBC naye akaingia akajifanya kama msuluhishi, akaposti kwani shida nini vijana wangu, mbona keki bado kubwa sana, yani akiwatuliza kati ya NMB na CRDB, yani yeye NBC kama ndo kamsuluhishi fulani. Haya zikaja dharau za Stanbic Bank. Stanbic Bank inafahamika ni benki ambayo inafanya miamala international sana. Stanbic Bank akajibu akasema wake up me when it goes international, yani kwamba masuala ya international yakifika mniamshe. Yeye akiwa amekaa kwenye kiti kwamba kwa dharau anasubiria mambo ya loko yaishe. Hawajakaa sawa, Absa kwa mbali wakaposti kapicha kao wakisema the only champion we know the customer, yani mtu ambaye ni mshindi ni mteja. Absa alikuwa anapiga kadongo kwa mbali huko wenyewe akijifanya huko busy kwamba mteja ndio mshindi. Basi ile benki ya Kiislamu inaitwa Amana Bank, na yenyewe ikaposti kapicha kwamba aliye tayari kuipigania dunia bila kupoteza hela mwambie aje, kwamba yeye ndo kila kitu, anajua mapambano.